baada ya Yesu kupaa mbinguni, alienda kufanya nini? Alipopaa mbinguni, Yesu aliingia katika phase ya 4 ya utumishi wake, ambayo ni Yesu kama kuhani. Na unajua kuhani maana yake nini? Kuhani ni muombezi, mtu ambaye alikuwa anawawakilisha watu mbele za Mungu kwa maombi na kwa toba na kwa sala. Katika lile hekalu la zamani kulikuwa kuna kuhani wa kibinadamu, ambaye kuhani huyo alikuwa anawawakilisha watu, anawaombea watu. Hasa huyu Yesu naye anakuja kuvaa hii phase ya 4 ya utumishi wake. Anavaa vazi la ukuhani, anatumika katika hekalu, lakini sio hekalu la duniani, ni hekalu la mbinguni, hekalu lililo zuri na lililo takatifu zaidi. Ndiposa Yesu akiwa katika kazi hii ya ukuhani, tunasoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza, ile sura ya 2 aya ya kwanza, ya kwamba watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msifanye dhambi, na kama mtu miongoni mwenu akifanya dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Yesu katika utumishi wa kikuhani ambao alianza kuutumika ule mwaka wa 31 AD alipopaa kwenda kule mbinguni, na Biblia inathibitisha ya kwamba kuna hekalu mbinguni na yupo Yesu ambaye anahudumu katika patakatifu pasipofanyika kwa mikono. Waebrania sura ya 9. Tutasoma baadhi ya aya, tutaruka na tutaenda kusoma aya ya 11. Neno la Mungu linasema hivi. Basi anaanza kwa kutaja habari ya agano la kwanza lililokuwa na lile hekalu la kwanza. Anasema agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia, yaani hekalu. Anasema kulikuwa kuna hema ile ya kwanza kule jangwani. Anasema hema hii ilikuwa ina kinara cha taa, ilikuwa ina meza, anataja vitu vilivyokuwemo katika hiyo hema. Na baada ya hapo anakuja kutaja kuhani ambaye alikuwa anatumika katika hiyo hema ya kwanza. Lakini baadaye anakuja kusema kwenye aya ya 7, anasema lakini katika hema hiyo ya pili kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka. Anataja habari ya kawaida za ibada zilizokuwa zinafanyika kule. Kuhani mkuu aliyekuwa anawaombea watu. Kuna chumba cha kwanza kama unavyoona kwenye video alichokuwa anaingia kila siku, lakini pia kuna chumba cha pili alichokuwa anaingia mara moja kwa mwaka. Ndipo Paulo anaendelea kusema katika aya ya 8 kwamba Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikiwamo duniani. Anaruka tena kwenye aya ya 11, anasema lakini Kristo akiisha kuja. Huyu Kristo ni Yesu.